Maandalizi ya udongo. Nilichimba udongo wa juu kutoka chini ya mti mkubwa wa mfenesi. Nilichagua mfenesi mkubwa kwa sababu udongo wake ulikuwa na rutuba sana. Nikachimba udongo wa juu kwa kutumia jembe aina ya rato kama unavyoona. Na baada ya hapo, niliweka udongo wangu kwenye mfuko. Nilitumia kifaa kinachoitwa chepeo au chepeo, wengine huita koleo ama beleshi. Baada ya kukamilisha kuweka udongo wangu kwenye mfuko, nikauweka na kuelekea sehemu ya maandalizi ya media yangu. Sehemu hii ndipo udongo huchekechwa na vile vile huchomwa au kuwekewa dawa ili kutibu vimelea vya magonjwa na wadudu wanaoweza kupatikana kwenye udongo huu. Niliweka udongo wangu kwenye chekecheo na wengine huita chekeche. Huu ndio udongo wa juu niliokusanya kutoka kwenye mti mkubwa wa mfenesi. Unaweza kukusanya udongo wa juu kutoka chini ya miti mikubwa aina yoyote ili mradi uwe na rutuba. Vile vile unaweza kukusanya udongo wa juu kutoka maeneo ambayo hajalimwa kwa muda mrefu, maana udongo huu unakuwa na rutuba nzuri. Ukipata udongo wa msituni itakuwa bora zaidi. Udongo wangu niliuchekecha kama unavyoweza kuona. Niliuchekecha ili kutoa uchafu ama takataka na vile vile kwa lengo la kupata udongo ulio laini ama mwepesi. Huu ndio muonekano wa udongo wangu baada ya kuchekechwa. Ni udongo umekuwa mlaini, mwepesi. Ni bora kuhakikisha umeutibu udongo wako. Unaweza kuchoma, kuchemsha au kutumia sumu. Hii husaidia sana kuua vimelea vya magonjwa, wadudu na mbegu za magugu. Niliandaa pia samadi ya ng'ombe iliyooza vizuri kwa ajili ya kuchanganyia kwenye udongo wangu. Unaweza kutumia samadi yoyote iliyooza vizuri, si lazima ya ng'ombe. Pia mboji iliyooza vizuri inaweza kutumika kama ipo. Nilichekecha samadi yangu kama unavyoona. Nilichekecha ili kuweza kupata udongo mlaini au mwepesi na vile vile kutoa uchafu na takataka zingine. Hii ndiyo samadi iliyopatikana baada ya kuchekechwa. Imekuwa laini, nyepesi. Baada ya hapo niliweka samadi yangu kwenye mfuko wake. Katika mchanganyiko wangu niliandaa pia maranda ya mbao ambayo niliyatoa kutoka kwa wachana mbao. Nayo niliyaweka kwenye chekecheo ili kuyachekecha kupata maranda yaliyo laini ama mepesi. Na huu ni muonekano wa maranda kabla ya kuchekechwa. Haya ni maranda kabla ya kuchekechwa. Huu ni muonekano wa maranda baada ya kuchekechwa, na haya ndiyo mabaki yaliyobaki kutoka kwenye maranda baada ya kuchekechwa. Haya ni maranda ambayo yamepatikana baada ya kuchekechwa, yamekuwa mepesi, laini kwa kutumia.
Maranda haya ndiyo nitakayochanganya kwenye udongo pamoja na ile samadi iliyopatikana. Faida ya maranda si kwa ajili ya virutubisho, ila ni kwa ajili ya kupitisha hewa vizuri kwenye mchanganyiko wangu, lakini vile vile maji kuweza kupita vizuri, tunaita perforation na aeration. Haya ndiyo mabaki yaliyopatikana baada ya kuchekecha, lakini haya ndiyo maranda yaliyopatikana baada ya kuchekecha, ambayo ndiyo nitayatumia kuchanganyia samadi pamoja na ule udongo niliouchekecha. Faida ya maranda si kwa ajili ya virutubisho, ila ni kwa ajili ya kupitisha hewa vizuri kwenye mchanganyiko wangu, lakini vile vile maji kuweza kupita vizuri, tunaita perforation na aeration kwenye udongo nitakaoandaa. Tofauti na maranda, unaweza ukatumia pumba za mpunga ambazo utazichoma, lakini si kuziunguza mpaka ziwe majivu. Baada ya kumaliza kuandaa udongo wangu ambao nilichukua kutoka chini ya mti mkubwa wa mfenesi, pamoja na samadi yangu ya ng'ombe ambayo nilichukua kutoka sehemu ambapo ilikuwa imerundikwa ikaoza vizuri, bila kusahau maranda. Basi kilichofuata ni kama ifuatavyo. Hatua iliyofuata ilikuwa ni kuvichanganya vyote hivi, udongo, samadi na maranda, ili kupata udongo bora utakaotumika. Hivyo basi nilivichanganya vitu hivi vyote. Nilianza na samadi na udongo. Niliweka samadi kwenye udongo kwa alama ya X ili mchanganyiko ufanyike vizuri. Kisha nikaweka maranda nayo kwa alama ya X. Nilitumia uwiano wa 3-2-1, lakini pia 3-3-2. Na zote zilinipa udongo mzuri kwa matumizi. 3-2-1 ndio huu udongo, na 3-3-2 ndo kama inavyoonekana. Huu ni mfuko ambao niliweka 3-2-1, na huu ni mfuko ambao nilifadhia 3-3-2. Tahadhari, uwiano wa 3-3-2 usiutumie ikiwa mbolea yako haikuoza vizuri, maana inaweza ikachoma mbegu au mche wako. Nini maana ya uwiano 3-2-1 na 3-3-2? Maana yake ni kwamba kifaa utakachotumia, kwa mfano ndoo, utapima ndoo 3 ya udongo na samadi 2 na maranda 1, au ndoo 3 ya udongo, samadi 3 na maranda 2. Hiyo ndiyo maana ya 3-2-1 au 3-3-2. Baada ya kumaliza kuchanganya, hadi hapo udongo wako au media yako itakuwa imekamilika. Udongo huu umeandaliwa kwa uwiano wa 3-2-1. Na huu uliandaliwa kwa uwiano wa 3-3-2. Ni kama unavyouona. Maamuzi ya kutumia 3-2-1 au 3-3-2 inategemeana na udongo utakaopata. Kama hauna rutuba nzuri, basi itabidi uongeze samadi, na ndio maana itakulazimu kutoka 3-2-1 hadi kuwa 3-3-2. Kama una rutuba vizuri, basi utatumia 3-2-1 kama kawaida.